Hivi kwa kilugha huku mnasalimiana vipi? Mba. Mba. Manake mba manake? Mba ndio shikamoo. Shikamoo. Mba mama. Marahaba. Mba mama. Urairege. Naitikiaje? Ndairege. Ndairege. Wako na waitu. Tumekutembelea. Karibu sana. Kijana leo na madhumuni ni kujua mila na desturi za watu wa huku. Wanangu, hii ni kahawa Wanyambo. Ukifika mara ya kwanza, we ni mgeni, unapata hii kahawa. Kinga viganja na kunawisha hivi. Unaendelea, unaanza kutafuna. Hiyo ndio urafiki. Rafiki tu. Wanangu, hapa tunakuja kula chakula. Wakati sisi Wanyambo tunakuja kupika, tunasema tunakuja kupika mboga. Tunaanza wakati tunaiweka kwenye mafiga, tunasema tunaweka mboga. Lakini tunaposema mboga, mwingine anaweza akasema ni samaki au ni nyama. Hapana. Mboga ya Mnyambo ni maharage. Halafu hapa unafanya hivi. Ile supu isije ikafanya nini? Ikamwagika. Hapa kuna vijiko vyetu vya kiasili. Hivi vijiko ukiwa unakula unachotea mboga zetu za kiasili hapa. Hii sio njegere. Ni nyanya chungu zile za kiasili za kwetu. Hii ndio mboga sasa. Ndio tunayoweza kusema ndio nyama. Karibuni. Asante. Karibu kwenye chakula. Ture wanangu. Sasa mama bwana, mimi na maswali mengine hapa. Tuko tunaendelea kula hapa. Hizi ni ndizi hizi. Hizi ndizi sasa kabla ya kupika si lazima mtakuwa mnatoa mnamenya yale maganda. Yale maganda mnakuwa mnapeleka wapi sasa? Maganda kama mimi maganda na yaandaa na wapa mbuzi. Mbuzi wanapokula kinyesi kile inakuwa mbolea. Hivi ulishakusikia kwamba maganda ya ndizi ni yana faida? Nishasikia kwamba yana faida na lile shirika la Yesi. Lakini mimi faida walioniambia nimeipenda. Mama, asante sana. Nashukuru. Tumeenjoy, tumekifurahia chakula. Na mimi nashukuru sana. Nashukuru sana kwa kuja kwenu kutuangalia. Mwanangu, ninajua wewe umekomaa. Umefika wakati wa kukomaa kuwa mwanamume. Na unaitarajia kuleta mwanamwali. Sasa wa Kinyambo. Sasa nataka nikupe zawadi. Zawadi inayokupa hii. Naangalia hii. Hii ni kanzu. Unaichukua wakati unapokuja kuleta mwanamwali mke. Unakuwa mnavaa hiyo kanzu. Kwenye ukimaliza kuvaa kanzu unaongezea koti hii. Na yenyewe unaivaa. Alafu ukimaliza kuwa umevaa koti na kanzu yake unaongezea fimbo hii. Hii hapa unaishikilia vizuri. Hapa unakuwa mwanamume. Ni katikati ya kona za Nyakanongo mkoani Kagera wilayani Karagwe. Timu nzima ya Kijana Leo imefika hapa, lengo likiwa ni moja tu, kuwatafuta vijana wabunifu na wavumbuzi ambao wanatatua changamoto katika jamii yetu ya Tanzania. Nasi tunasema wasibota nasibao. Wewe nani amekufundisha? Nani amekufundisha wewe? Sikiliza. Wakati wewe unalisha tumbo, mimi nilichagua kulisha akili kwa kujifunza lugha. Kuna ubaya? Nani amekufundisha wewe? Aliyekupa kanzu ndiye aliyenifundisha mimi, na umependeza sana. Asante sana. Umekula, umevalishwa, umebakiza kupewa mke tu. Na nimeseleleka. Yaani kila kitu nimeseleleka. Ila hata wewe umependeza ujue. Ula usemi wa tauni wanasema kula mtori nyama iko chini. Kutokea huku katika mkoa wa Kagera mambo ni tofauti. Huku tunasema kula ndizi na mchanganyo fulani hivi wa maharage, nyanya chungu, maboga na kila kitu ndani yake. Jina langu ni Gilfred Arnold. Nami ni Mercy Mbaya, na safari hii tunaangalia kijana katika mabadiliko kupitia ujasiriamali wa kijani. Yaani kwa kila kitu wanachokifanya wanatakiwa kuzingatia utunzaji wa mazingira. Tumezungumzia kula ndizi na wewe ni shuhuda wa kula ndizi, si ndio? Na mimi ni mfuasi wa ndizi. Na takwimu zinaonyesha kwamba
mtu mmoja kutokea hapa mkoani Kagera, yeye anatumia kilogramu 280 mpaka 500 kwa mwaka kwa kula ndizi tu. Wewe vipi kwako? Hapana, labda nianze kupiga mahesabu kwa sasa. Lakini swali ni moja tu, maganda yanakwenda wapi? Na hii ndio sababu ambayo imetufanya sisi Kijana Leo kufika katika mkoa huu wa Kagera wilayani Karagwe kwa ajili ya kukutana na vijana ambao wao waliamua kufanya uvumbuzi. Imagine taka inakuwa mali. Vijana kupitia Yes Group wameona nafasi ya kuanzisha ubunifu kupitia eneo hilo, kupitia maganda ya ndizi ambayo yanazalishwa katika mkoa huu wa Kagera na maganda ya nafaka nyingine. Wao wanazalisha mbolea isiyo na kemikali kwa ajili ya kilimo hai pamoja na chakula salama kabisa cha mifugo. Kimsingi bado tuna uhitaji mkubwa sana wa mbolea katika nchi hii. Kabisa, lakini utajiuliza swali, tumewezaje kufika katika kona hizi za Nyakanongo? Haikuwa rahisi kutoka Dar es Salaam hadi Karagwe Kagera. Chungu tamu. Chungu ilikuwa tamu. Pata nafasi ya kutazama. Safari ya kuzitafuta kilomita 1558 Dar es Salaam to Karagwe Kagera inaanza. Baada ya njaa Mwanamalegeza kupata haki yake, shibe Mwanamalevya akaingia kazini. Hehehe. Bwana wewe ba hayamo. Kwa mbali tunaiacha Rio de Janeiro Bukoba na kuingia Kayanga Karagwe. Hiyo haiwezi kwenda. Hiyo haiwezi kwenda. Watu wa wizara. Kumbuka Kijana Leo inakujia kwako kupitia Azam TV kwa kushirikiana na Jakaya Mrisho Kikwete Foundation pamoja na ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu. Sasa kabla ya kwenda kuwaona vijana, labda nikwambie tu wewe kuanzia leo utaitwa Kokusima. Asante tajiri. Au Kokugimba. Nimepokea. Nimepokea. Umelipokea? Wewe ukiitwa nani? Tajiri Bashenga. Sasa nasema usinichoshe. Wewe mtazamaji usinichoshe. Jua ni kali. Jua ni kali, nenda kajitazamie mwenyewe vijana hawa na safari yao nzima. Nimekaa hapa na furahia mandhari nzuri ya Karagwe. Nieleze kidogo. Karibu sana Karagwe. Nyegera. Wako Ramuni. Wako Ramuni. Wako Ramuni. Asante sana. Sasa vijana mnafanya nini? Nashukuru sana. Hapa ndipo Yes Group shughuli yetu inaanzia. Kwa sababu hapa ni wakulima wa ndizi na tunaweza kusource hizo malighafi ambazo zinatokana na kilimo kwa ajili ya kutengeneza mbolea ambazo ni rafiki na mazingira. Naona kuna baadhi ya mashamba ya migomba ni migomba, yani eneo kubwa inakuwa ni shamba tu la migomba. Kwa hiyo kuna ambao wanalima karibu na nyumba kwa ajili ya chakula na kuna wanaolima kwa ajili ya biashara. Ya biashara ndio. Tukufahamu kidogo wewe na Yes inakuwaje hapa? Sisi na Yes mimi naweza kusema nilikuwa miongoni mwa waanzilishi. Sisi tuligundua kwamba palikuwa na changamoto kubwa sana ya watu kufanya kilimo, na kama tunavyojua asilimia zaidi ya 80 wamejiajiri katika kilimo. Lakini katika eneo hilo kulikuwepo na changamoto kadhaa, hasa moja ni upatikanaji wa mbegu bora, ya pili ilikuwa ni mbolea ambayo ni rafiki na mazingira. Kwa hiyo ya tatu ambayo ni ya mwisho na ambayo tunaifanyia kazi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakulima tunawaweka katika mnyororo wa thamani na masoko. Hapo ndipo shughuli yetu ilipoanzia. Kwa hiyo Yes imeanzishwa 2015 na shughuli zetu rasmi za kilimo zimeanza 2016. Katika uanzilishi sisi tulianza tukiwa watu 7, wanawake tukiwa 4, wanaume wakiwa 3, lakini tulianza katika mazingira ambayo kidogo yalikuwa ni magumu. Tulikuwa hatuwezi kulipana mishahara kwa sababu ndo tumeanza ile biashara, na pia wakulima hawakuwa na ule mwamko, lakini tuliweza kuchukua zile changamoto za wale wakulima ambazo kile chao kikubwa kilikuwa ni mbolea. Tukabidi sasa tutoke kwenye sehemu ya uzalishaji wa alizeti kukamua yale mafuta, lakini tuingie upande wa kutengeneza mbolea. Kwa hiyo wale wakulima waliweza pia kunufaika kupitia zile mbolea kwa gharama nafuu. Nini ambacho kilikuvutia wewe katika upande wa kilimo? Niseme ilikuwa ni kama bahati kwa sababu ni nafasi zilitolewa. Zilikuwa ni nafasi kama 3 kwanza ambazo zilitolewa na shirika limoja lilikuwa linaitwa SVI Agroforest.
kwa ajili ya kwenda kuwapa vijana mafunzo yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi na jinsi ya kukabiliana nayo. So nilipata nafasi hiyo ya kwenda kusoma kupitia shirika moja linaloitwa shirika la wazee la SAWAKA. Kwa hiyo nilivyotoka huko, kikubwa kilichokuwa kimenivutia ni kwamba nilishatangulia kuona kwamba 80% ya watu wamejiajiri kupitia kilimo, na wakati huo walikuwa na changamoto wanazozipitia. Inaonekana hii miamba hata kuchoronga barabara ilikuwa kazi kidogo. Kwa kweli yeye ana mkandarasi aliyepewa kazi hii alijitahidi kadri ya uwezo wake, kwa sababu barabara ilikuwa inapita juu sana, ilikuwa inapanda mlimani na tumepoteza watu wengi katika maeneo haya. So ilimchukua muda kuhakikisha kwamba anaweza kufanya kazi hii vizuri kama hivi vinavyoonekana. Na imekuwa sehemu kama ya kivutio kabisa sana. Ni sehemu mojawapo ya utalii. Yaani nikiona barabara hii yenye miamba najua sasa naingia Karagwe. Kabisa. Kayanga ndio mji wenyewe sasa. Ndio mji wenyewe. Ulioshikilia bendera ya Karagwe. Ndio. Baada ya kumaliza sasa mafunzo. Ndio. Kwa nini ukaamua kuja kuangalia eneo la mbolea kwanza? Nipende kusema haikuwa mbolea peke yake. Tulianza na mafuta kwa sababu Tanzania ilikuwa inaagiza mafuta mengi sana kuingia nchini. Kwa hiyo uzalishaji wa mafuta ulikuwa huko chini. Kwa hiyo tulibidi kuwasaidia wakulima kupitia zao la alizeti, na ndio maana nembo yetu inaanza na alizeti. Ni hope, yani tunasema matumaini, lakini ilikuwa inawakilisha zao letu la kwanza ambalo ndio lilikuwa alizeti. Ndio maana ni ua hili la alizeti. Lakini wakati tunafanya shughuli hizo tulikuja kugundua kwamba wakulima wengi walikuwa wanalalamika kwamba ardhi yao ilikuwa ina changamoto ya rutuba. Walikuwa wakieleza wana changamoto ya rutuba na upatikanaji wa mbolea kwao bado ni changamoto. Ardhi yao ilikuwa haina rutuba. Mlikuwa mna uwezo wa kupambana kuingiza labda mbolea kutoka nje kwa bei nafuu au kutengeneza kemikali, kuunganisha kemikali mpate mbolea, ni watu wa Karagwe wapate mbolea kwa bei nafuu. Kwa nini mkaamua kuangalia eneo la organic? Nashukuru, swali zuri sana. Kikubwa ni kwamba lazima utambue kwamba tuko kwenye dunia ambayo mambo mengi ambayo ni mazuri yanafichwa na mabaya yanaongelewa sana. Nipende kukiri kwamba wakulima kutumia mbolea za kemikali pamoja na madawa mengine ya kemikali wanaathiri kwa kiasi kikubwa afya ya udongo wao, lakini tunawapoteza wanyama ambao ni muhimu sana katika uzalishaji. Na hiyo tuliona kwenye zao la alizeti ambapo nyuki walipotea, lakini pia mazao kama hiyo alizeti hayakuweza kufanya vizuri kwenye msimu uliokuwa unafuata, lakini ilikuwa ni gharama. Sasa sisi kuja kwetu kwenye kutengeneza mbolea za asili ambazo ni rafiki na mazingira, ilikuwa ni kwamba cha kwanza ni kupunguza matumizi ya taka ambazo zinapatikana mashambani. Kikubwa ilikuwa ni kwamba lazima tuzalishe mbolea ambayo itapunguza utegemezi wa ardhi yetu kutegemea sana kama mbolea. Unajua tunaifanya ardhi yetu iwe ni kama imeugua sukari. Mtu ambaye ameshakuwa mgonjwa wa sukari, yeye lazima aendelee kutumia dawa muda wote. Kwa hiyo ukishazoea kutumia kemikali, hasa mbolea za kemikali au tunavyoziita ambazo sio rafiki sana na mazingira, kwa hiyo udongo ule unachoka. Kwa hiyo kila saa utabidi kufeed zile mbolea. Lakini mbolea kwa mfano kama za organic zinampa nafasi mkulima kuzitumia na zinaweza kukaa shambani kwa muda mrefu sana na zenyewe zinaendelea kurutubisha udongo. Sasa mtu akianza kutumia organic anaweza karudi tena kutumia chemical au? Anaruhusiwa, anaweza kurudi akatumia mbolea za kemikali, pamoja na kwamba atakuwa anaingia gharama zaidi kwa sababu ni mtu ambaye anazuiwa matumizi ya kitu fulani ambacho kinaharibu ardhi yake, anarudia ukitumia, lakini anatumia dawa. Ni nini kilitokea hadi ukasema sasa yes, hiki kikundi chetu kitu yes? Nashukuru sana. Neno yes kwanza linamaanisha, lilikuwa ni kifupi cha maneno Youth Entrepreneurs Special Group. Haiwezekani. Ndo baadaye likapunguzwa likafupishwa na kuitwa yes. Mimi nilijua kuna kitu kilitokea mkasema yes, mlipata mkopo wa halmashauri mkasema yes. Hapana, ilikuwa ni kikundi, tulikipa jina, tulichagua wenyewe. Likawa ni Youth yani kikundi maalum cha vijana wajasiriamali, Youth Entrepreneurs Special Group. Lakini baadaye tukalifupisha na kuwa neno Yes Group. Tunasemaje asante? Kinyambo wakora muno. Wakora muno. Yes Group tumeanza kuwashika mkono muda mrefu sana. Mara baada ya kuona azma yao njema, sisi kama serikali tulianza kuwashika mkono. Mwaka 2016 kupitia mikopo ya halmashauri walipata mkopo wa shilingi milioni 8. Lakini wakarejesha mkopo wote. Mwaka 2021 wakaomba mkopo wa milioni 15. Mwaka 2023
waliomba mkopo wa milioni 20, wakarejesha wote. Na hii mikopo yote unaoiona ni mikopo ambayo inatoka kwenye halmashauri. Mwaka jana 2024 walipata milioni 50 kutoka kwenye ule mfuko wa vijana kwenye ofisi ya waziri mkuu, ambao sasa imewasaidia kukuza zaidi biashara yao ambao wamekuwa wakiifanya katika siku za nyuma. Yes, karibu sana, na hapa nipo kiwanda cha Yes Group, kiwanda ambacho kinatengeneza mbolea ya asili kwa kutumia mabaki ya mazao. Karibu sana, nikwambie tu kwamba leo hapa tutatengeneza mbolea, tutachakata, pakia, alafu na tutaipeleka shambani pamoja. Twende kwa pamoja. Chief in charge, ongozana na mimi. Habari, kwa majina naitwa Innocent Bartholomeo, ni program manager hapa Yes Group, na leo niko hapa kuwaonesha mchakato mzima wa uzalishaji wa mbolea zetu za EcoGreen ambazo zinatokana na mabaki ya mazao kama maganda ya ndizi na maganda ya kweme. Gilfred, yes. Karibu sana. Asante sana. Mambo vipi? Kwema. Au sio? Hapa ndo kiwandani Yes Group. Hiki ndicho kiwanda ambacho tuna deal na uzalishaji wa mbolea za asili za EcoGreen. Kwanza kabla hujaendelea, mimi wakati nimefika hapa ndani nilikuwa nategemea nitakutana na harufu moja hivi ya ajabu. Sasa unajua mbolea, hewa fresh tu huko ndani. Tunajitahidi kwa kiwango kikubwa kuzingatia ubora. Na kama unavyoona, sisi tukipokea maganda, mfano maganda ya ndizi kutoka kwa mkulima, baada ya kuyanunua yale maganda tunapeleka kwenye eneo la kuvundikia, composting site. Kwa hiyo kwenye ile sehemu ambapo hayo maganda yanakaa kati ya siku 14 mpaka 21, tunahakikisha kwamba tunazingatia hali ya joto na unyevunyevu kwenye yale maganda. Tuna vifaa ambavyo tunatumia kupima. Kwa hiyo mbolea ikitoka kwenye composting site mpaka kuingia hapa inakuwa tayari, haina harufu yoyote, haina changamoto yoyote. Hiyo ni kitu cha kwanza. Yes. Kwa hiyo baada ya kuipokea hiyo mbolea inakuwa kama mabonge. Kwa hiyo kitu tunachofanya, tunai-screen kwanza. Then baada ya kuichambua tunaipeleka kwenye mashine ya kusaga. Ili tukija kumpatia huyu mkulima mbolea itoke ikiwa fine kwa mfumo wa poda. Sasa kabla hujaipeleka huko kwenye mashine nyingine, mbona mimi hapa naona kama hii mbolea iko tayari? Mamangu Mbalizi yule kwenye shamba Mbalizi hapa, hii mabonge sidhani kama ni shida kwake. Kwa nini tunahangaika na mabonge? Sasa kitaalam kuna kitu tunaita cation exchange capacity. Tunairuhusu hii mbolea. Kuna kitu kinaitwa cation exchange capacity. Asante. Mbolea nyingi za asili ukiweka kwenye shamba inachukua kama miezi 6 mpaka miezi 7 ili ule mmea kuweza kupokea hiyo mbolea. Sasa sisi tunachofanya, tumeiboresha hii mbolea yetu ili huyu mkulima aweze kupata matokeo ndani ya muda mfupi, kwa sababu tunajua sisi wakulima wetu sio wavumilivu. Anataka aone matokeo kwa haraka, na unakuta amepanda mazao ya miezi 3. Kwa hiyo sisi tunaifanya iwe fine, iwe poda, ili akiweka shambani ndani ya siku 21 mpaka siku 30 tayari ameshaanza kuona matokeo shambani kwake. Kwa hiyo ina maana nikijaribu kuelewa mabonge, yani kuwepo wa mabonge unaweza kumfanya mkulima akachelewa kupata matokeo. Sure. Okay, I got you man. Mfano hii mbolea yetu ya unga ina NPK ya 9-12-12. Hiyo NPK tunaipataje? Kutoka kwenye maganda ya ndizi na maganda ya kweme. Hayo mabaki ya kweme yana uchungu fulani. Ile inatusaidia kuboresha ile mbolea yetu ya maji iweze kufukuza pia vijidudu. Kwa sababu sisi tunazalisha mbolea za aina mbili, lazima tutafute source ya nitrogen. Source ya nitrogen sisi tunavyoipata, tunaipata kwenye mazao. Hiyo nitrogen tukishaipata ndo tunakuja kuchanganya hapa. Nusu inatengeneza booster ya maji, lakini nusu tunakuja kuitumia kwenye mbolea zetu za unga. Baada ya kuichanganya ile, tunaongeza baadhi ya vitu ambavyo vinatuongezea kiwango cha carbon asilia, tunaita organic carbon. Then tunapima na tunapack. Ukiachana na hivyo ambavyo umeniambia katika hii mbolea ya asili, kuna kitu kingine ambacho mnaongeza cha ziada? Kiuhalisia ni kwamba hatuongezi kitu chochote chenye kemikali. Tunatumia mabaki ya mazao kwanza, mfano hayo maganda ya ndizi, maganda ya kweme, lakini pia kuna source za vitu asilia ambavyo ni organic. Mfano tunaweza tukatumia mabaki ya pumba ya mchele, hiyo kuongeza kama organic carbon. Tunaweza tukatumia agricultural lime
kuboresha hiyo mbolea ili kubalance pH ya udongo. Kuna vitu ambavyo tunaweka ili kutengeneza hiyo NPK ya 9-12-12 ndio. Na hiyo ndo hatua ya mwisho kabisa. Sisi tunasema labda huo ndo uchawi wetu sasa. Ndo uchawi. Ili tuweze kutengeneza mbolea nzuri, lazima tuchanganye hivyo ili itoke mbolea ambayo inafanya kazi vizuri. Na humo ndipo ambapo wengine wanakwama. Kwenye uchawi. Hapo kwenye huo uchawi hapo ndo kuna kila kitu. Umezungumzia kuna mbolea za aina mbili, kwamba mnazalisha mbolea kavu kama hii ya asili, lakini kuna mbolea ya maji. Utofauti hapo ni nini? Yaani kwa nini kusiwe na mbolea aina moja tu? Tunazalisha mbolea za aina mbili kwa sababu kwanza wakulima wengi wameshatumia mbolea za kemikali. Kwa hiyo wameshaharibu udongo wao. Kwa hiyo tunazalisha mbolea ya unga specifically kabisa tuboreshe hali ya udongo ya wakulima. Hiyo tunaweka kwenye udongo, lakini mbolea ya maji yenyewe ni ya kupiga kwenye majani. Yenyewe ni source ya nitrogen. Inaongeza upana wa jani, kuongeza chlorophyll, yani uwezo wa mmea kuzalisha chakula chake. Kwa hiyo ndio sababu tunazalisha pia hiyo booster. Kwa booster inakupa matokeo kwa haraka. Huku hii ya unga ikiendelea kuboresha hali ya udongo. Mimi umenishawishi kuachana na Blazameni kuingia kwenye kilimo. Lakini nataka niwashawishi na vijana wengine ambao wapo huko waachane na shughuli ambazo wanazifanya waingie kwenye kilimo. Sasa kilo 50 za mbolea naweza nikazitumia kwenye eka ngapi? Lakini baada ya hapo nikishazitumia naweza nikatumia katika misimu yote ambayo naendelea kulima. Napaswa nikwambie kwamba mbolea yetu ukiweka shambani kwanza ina uwezo wa kulinda ile ardhi kwa zaidi ya misimu mitatu. Kwa hiyo misimu mitatu yote ya mvua una uhakika kwamba hutotumia mbolea nyingine yote. Tofauti na mbolea za viwandani ambazo kila msimu itabidi uongeze na bado inazidi kuharibu udongo wako na inaathiri afya yako. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, hiyo mbolea kilo 50 ina uwezo wa kuhudumia zaidi ya eka moja kulingana na mazao ambayo utapanda. Mfano, umelima mahindi, maharage, umepanda kwa mstari. Ni rahisi sana. Kilo 50 ina uwezo wa kutosha eka moja. Ukitumia kwa mazao ya muda mrefu, kiwango cha mbolea kitaongezeka kulingana na uhitaji wa mmea wako. Kwenye mbolea za maji, unaweza kutumia mils 50 kwenye pump ya lita 16 kwa mazao mfano mboga kama matango, PPO, lakini pia lita moja ina uwezo wa kuhudumia zaidi ya nusu eka kulingana na mazao ambayo umepanda. Nyinyi ni wabunifu wa mbolea. Sasa kitu ambacho nahitaji kukifahamu zaidi, hizi mashine ambazo mnazitumia kwa ajili ya kuzalisha hii mbolea, na zenyewe mlibuni au mlikopi na kupesti? Hizi mashine zote unazoona tunatumia zote tumedesign wenyewe. Kwa hiyo tunajitahidi kwa kila mradi tunaofanya tunatengeneza mashine ambazo zinaendana na shughuli ambazo tunafanya. Kwa made in Bongo. Made in Tanzania. Made in Tanzania. Okay. Vipi lakini kuhusiana na ubora, mmethibitishwa? Sisi tunafanya kazi vizuri sana na serikali na tumefanya tafiti za hizi mbolea kwa kushirikiana na TARI kwanza, lakini pia tunafanya kazi kwa ukaribu sana na watu wa TFRA. Kwa hiyo tayari mbolea zetu zina ithibati ya kutumika kwa wakulima. Vijana wa wilaya hii ya Karagwe wamenufaika kiasi gani? Kwa kweli kutokana na shughuli zetu, Yes Group imeajiri vijana wengi. Sasa hivi tuna zaidi ya vijana 10 ambao tumewaajiri, ambao wao wana ajira za kudumu. Lakini kwa ajira za vibarua, ajira za muda tuseme, tuna zaidi ya wafanyakazi 20. Kwa hiyo ajira zimekuwa nyingi sana, lakini pia tumepata mawakala wa hizi mbolea zetu. Kuna watu wamefungua maduka kwa ajili ya kuuza mbolea zetu, lakini pia tumeunganisha na vijana wa bodaboda, sio kusafirisha tu abiria, lakini sasa hivi wanasimama kama mawakala wetu wa kuuza mbolea zetu. Bwana, shukrani sana kwa elimu yako, na nimeelimika, nimeweza kuona namna gani ambavyo kilimo kinatoa fursa nyingi sana kwa vijana. Na natumaini na wewe mtazamaji ambaye pia umetufuatilia umeweza kuona mchakato mzima kutoka kwenye hatua ya kwanza mpaka ya mwisho, final stage, tumeweza kupata mbolea. Lakini nilikuahidi kwamba nitakuwa chief in charge katika kubeba hizi mbolea na kupeleka huko mashambani. Twende kwa pamoja, bado kazi ipo hapa. Babu, weka mzigo. Weka mzigo. Wanaume mateso ndio hii. Ukisikia wanaume mateso, weka mzigo babu, hujanyua mzigo. Hii ndio wanaume mateso. Unasikia mtu anasema tuma ya kutolea. Tuma ya kutolea.
nimebahatika kupata kaardhi kakuweza kutekeleza ndoto zangu za kuwa na kitu ambacho nilikuwa naota daima, msitu wa miti ya matunda mchanganyiko, miti ya matunda ya asili ambayo ilishatoweka kwa sababu ya kukata misitu. Kwa hiyo nikaweza kuanzisha hii bustani ya Eden yenye miti ya asili ya kitaifa, miti minazi na mitende, miti ya kimataifa, mikokoa, miepo. Ni zaidi ya 1000 hapa. Nikapata Yes Group, kikundi cha vijana, wakaweza kunisapoti namna ya kurutubisha hii ardhi ambayo kweli ilikuwa tasa. Ilikuwa tasa kwa sababu ilikuwa ni mwamba, ni mawe, na walipopima udongo ulikuwa umejaa kemikali, mimea mingi ilikuwa inadumaa. Lakini hawa kwa ajili ya utaalamu wao na ubunifu wao na upendo wao kwangu, basi wakafika kunifadhili kwa ajili ya mbolea kurutubisha ardhi, mmea na kurutubisha majani yake. Ni kazi ambayo haihitaji uvivu, lakini kikubwa nimefanikisha kile ambacho nilikuahidi, kutoa mbolea kiwandani mpaka kuileta shambani. Na kama unakumbuka hadithi ya zamani, kama unaitaka mali utaipata shambani, na hapa ndipo mali ilipo. Lakini wanufaika wa mbolea hii ya asili kutokea Yes Group ni wengi. Zao la kilimo cha migomba ni zao la thamani kwa Wanakagera kwa ujumla, kwa sababu tunalitumia kama chakula, lakini pia kama biashara. Hata wakati tunaenda kuoa, tunashauriwa mkungu wa ndizi uwepo. Yaani maana yake unachukua kamba mbacheti chigoye, unachukua jani la mgomba urubabi, tunafunga ndizi yenyewe. Hiyo ndizi inaenda kwenye mahali. Lakini imeenda mbali. Baada tu ya mafunzo kupitia Yes Group, tumekuta hata maganda ya ndizi ambayo ilikuwa ni masalia ambayo tulikuwa tunatupa shambani tu bure bila faida, sasa hivi yanachakatwa, yanaleta kipato kingine. Maana yake tumefundishwa jinsi ya kuyakausha, tukayapeleka kiwandani, wanayasaga, zaidi yanatengeneza mbolea kwa muda mfupi. Kwa kweli ilikuwa ni ngumu kidogo baada ya kuelezewa kwamba ninaweza kuwapa maganda wakanipa hela, kwa sababu tumezoea kuyatupa nyumbani. Hapo ndipo nilirudi nikaanza kuelimisha na vikundi, ninahamasisha kizazi kipya, uchumi imara. Uchumi imara, Kizazi kipya. Kama mnavyojua, wiki iliyopita nilijaribu kuwaambia kwamba nimealikwa kwenda kwenye mafunzo pale Yes Group. Ninayo furaha kuwajulisha habari ya maganda ya ndizi, lakini nimejifunza habari ya zao la kweme kama ninavyolionyesha hili hapa. Kile ambacho kinazalishwa kutoka kwa kweme, mafuta, yale maganda yanazalishwa pia yanatengenezwa kutengeneza vitu vingine. Kutoka kwenye ile hali ambayo tulikuwa nayo awali ya kumenya maganda ya ndizi tukayarusha mashambani, tukayamwaga ovyo ovyo, sasa hivi ni fursa, yana pesa, tunaweza kuongeza kipato kutokana na maganda haya yetu ya ndizi. Maganda ya ndizi ni pesa. Kwa nini hawayanunui maganda mabichi? Umeuliza ni kwa nini hawanunui mabichi. Maganda haya tunakwepa kuyarunda ili kukwepa kutengeneza sumukuvu. Lakini pia tukiyapeleka kiwandani, hawatayapokea tu kwamba wanayapokea na ingia kwenye mashine. Pia yatakuwa yamerundwa. Maana hiyo sumukuvu itakuwa inaendelea kuzalishwa kwenye hayo maganda ambayo tutakuwa tumesafirisha mabichi. Pamoja na hayo, ninataka kukuuliza ni swali la uelewa. Karibu. Kule kiwandani wanahitaji kuchanganya na maganda mengine ya nafaka mbalimbali za aina yoyote ile? Maganda yote yanaruhusiwa ambayo ni maganda ya chakula. Maganda ya viazi mviringo, maganda ya ndizi, maganda hata ya miogo, hata ya magimbi. Zote ni fursa. Maana yake tukiwa tunavichanganya, tukavianika vizuri, yote yanatumika. Lakini pia nimepata kujifunza kitu kingine au faida nyingine ambayo nimeona pale Yes Group, kwamba mkurugenzi alikuwa anatujaribu kutuelimisha kwamba tununue simu zile za simu janja, simu kubwa zile za smartphone.
ambapo ametuunganisha vizuri. Manake anaunganisha baadhi ya vikundi ili kutengeneza wigo mpana kwa ajili ya biashara. Manake ukiwa na biashara yako, mfano ukipiga picha kwenye maganda kama haya ya ndizi, unayarusha kwenye grupu, ni grupu la biashara. Nimepiga picha kuku wangu, nimewarusha kwenye grupu letu la WhatsApp, halafu wanakuja kutafuta biashara. Wanasema yajayo yanafurahisha. Wana kikundi oye, naomba niongoze makofi kwa kumpigia mwenyekiti wetu. Hagura kanini, kubita mara ya kwanza, kubita mara ya pili, kubita mara ya tatu. Ninadili na vikundi kupitia wale lead farmers ambao tumetengeneza database, lakini pia tumeweza kuwaunganisha katika platform yetu ya WhatsApp channel ambayo wao wanaweza wakapata taarifa zetu muhimu za kilimo endelevu, lakini pia wanaweza wakaunganishwa na masoko ya kuuza au kununua bidhaa zetu. Lakini pia kwa wale ambao hawana simu janja, tunaandaa vipindi kupitia Radio Karagwe, wanaweza wakawa wanasikiliza, lakini pia wanapata message za kawaida kupitia simu zao kulingana na ofa ambazo tunakuwa tumeziofa kwenye mbolea au katika bidhaa zetu ambazo zinazokuwepo pale kiwandani. Nilishawishika kutumia mbolea za Yes Group baada ya kuona matokeo yake sehemu nyingine. Kabla sijaanza kutumia mbolea za Yes Group, maua ya mti yalikuwa yanadondoka. Baada ya kuanza kutumia mbolea za Yes Group, maua hayakudondoka na kahawa zinaonekana kwenye mti kama zilivyo. Lakini sasa hivi mti umeshona, nina uhakika msimu huu naweza nikapata mazao zaidi ya msimu uliopita, maana msimu jana niliweza kupata tani 1, lakini na imani baada ya kutumia mbolea za Yes Group nitapata zaidi ya tani 1. Ninawasihi wakulima waweze kuchangamkia hii fursa ya Yes Group, maana wana mbolea ambazo zinasaidia kurutubisha udongo ya kuleta mazao au matokeo chanya. Faida ni nyingi, mojawapo ni afya ya udongo, ya ardhi. Na ardhi zinapokuwa na afya nzuri, na mmea unaitikia. Maana ardhi ndiyo chakula cha mmea. Nafikiri mwenye macho anaweza kuona jinsi mrejesho ulivyo chanya. Kwa kuwa tumeshapata baraka ya Yes Group, naomba tuanze kuchangamkia hii fursa kusudi ardhi yetu na wajukuu wetu tuweze kuachia kitu ambacho ni salama. Sasa kuhusu kweme, na wao kweme sisi tulikuwa hatuwajui, tulikuwa tunasikia tu kuna karanga zenyewe ndo hatujui kumbe ndio kweme hizo. Sasa na zenyewe alipokuja pale kwenye kikundi akatuelezea, alikuwa anatuonyesha, anatuambia kwamba hili ni jike na hili ni dume. Akasema mkipeleka mnapanda mawili kwa shimo moja. Baada ya kuweka humo sasa mtakuja baadaye kupandisha kwenye miti, mnapata matunda. Hayo matunda yakishadondoka tu mnaosha, baada ya kuosha mnaanika, baada ya kukauka mnapeleka pale Yes Group, wanakamua sasa. Tunapata faida ya mafuta. Mimi binafsi naweza nikasema nimenufaika na Yes Group. Imeweza kunipa uthubutu wa kuweza kujiamini mimi nikiwa kama mwanamke, kwamba naweza nikasimama kwa sasa hivi nikaweza kuanzisha shamba langu na nikafuata taratibu zote na kanuni zote za utunzaji wa mazingira kupitia ile mbolea. Na pia Yes Group imeweza kuniunganisha na baadhi ya taasisi au mashirika. Kwa mfano kama UNDP walikuwa wanatupa elimu, walikuwa wanaweza kutusponsor, wanatupa elimu kuhusiana na biashara. Pia Tanzania Women Chamber of Commerce imeweza kuniunganisha kupitia Yes Group. Kupitia mradi huu nimepata manufaa kama ifuatavyo. Nimepata mafunzo ambayo nimeunganishwa na Chuo cha Utafiti na Kilimo Morogoro SAT. Nimejifunza jinsi ya ufugaji huria, ufugaji wa ndani ya nyumba, lakini pia na ufugaji wa nusu huria. Nilikuwa na mabanda madogo, sasa hivi nimepanua mabanda yangu makubwa. Yanaweza kubeba kuku zaidi ya 100. Kwa sababu nilikuwa nafuga kuku 30, sasa hivi nimepanda. Nilikuwa na nyumba ndogo, lakini kupitia mradi wa Yes Group nimejaribu kupanua nyumba. Kwa sasa ninayo nyumba ambayo ni kubwa kidogo zaidi nilikuwa nayo hapo mwanzoni. Nimepata usafiri wa kwangu ambapo nimenunua pikipiki ambayo kwa sasa inanisaidia kurahisisha shughuli zangu. Ninaweza kukusanya hicho chakula kwa
wateja wangu wana vikundi ambayo ni maganda ya ndizi, nikayafunga kwenye pikipiki yangu moja kwa moja nikayapeleka kiwandani pale Yes Group. Nimefanya kazi na Yes Group zaidi ya miaka 3. Nilianza nikiwa operator wa hizi mashine. Natoka huko nikapanda cheo nikaenda kwa afisa mauzo. Nikiwa na familia yangu inaitegemea mimi. Nimejikita kwenye mradi wa ufugaji wa kuku. Mpaka sasa hivi nina kuku 250. Kuku 100 ni wanyama, kuku 150 ni wa mayai. Ni sima Yes Group tu ya jiga tinyenyenka n'abandi butukora nabonene mwako wa Yes Group. Yes Group imeweza kuwa na nafasi kwangu kwa sababu kwanza nimekuwa ni mwajiriwa. Nimeweza kupata mtaji kupitia Yes Group wa kuweza kuendesha mradi wangu wa kuku, lakini pia naweza nikapata chakula kutoka Yes Group na kuwa ni karibu kwenda kukinunua. Lakini pia nimeweza kusaidiana na mwenzangu katika kuendesha familia ndani. Watoto wanahitaji mahitaji yao ya kwenda shule. Tumeweza kununua maeneo mbalimbali ambayo kwa sasa hivi tunayaendesha kwa ajili ya kuandaa msimu unaokuja, msimu mkubwa ambao unakuwa na mvua nyingi za kutosha kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali. Kwa sababu tumeingia pia kwenye mfumo wa nesti. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kipato kile ninachokipata kutoka Yes Group kimeweza kunisaidia kuendesha maisha yangu ya kila siku. Ninapoona vijana wanathubutu kuanzisha kitu kikubwa namna hii, mimi mzee napata faraja sana. Sasa naomba vijana wengi wa namna hii waongezeke. Wasubiri kuona baraka zinashuka toka mbinguni bila kujikunja na kujua namna ya kutumia muda wao. Katika wilaya yetu ya Karagwe tumefaidika sana na kikundi cha Yes Group kwa namna tofauti tofauti. Kwanza, wao ni vijana ambao wanajihusisha na shughuli za kilimo hasa. Kwa hivyo moja ya faida ambayo sisi kama wilaya tumeipata, wamekuwa wakitoa elimu kwa wakulima, ama vikundi ama mmoja mmoja. Wamekuwa wakikutana nao kuwapa elimu ya namna gani ambavyo wanaweza wakatengeneza ukulima wao ukawa na tija. Kule wanapoenda kutoa semina kwa wakulima, wanaitumia fursa hiyo hiyo na jukwaa lile kuwapeleka kwenye masoko. Lakini ukiangalia kwa namna nyingine pia wamejiajiri, lakini ndani ya kujiajiri wameajiri na vijana wengine. Na ndio maana tunasema vijana hawa wa Yes Group kwa kweli katika wilaya yetu ya Karagwe wamekuwa ni baraka. Changamoto ambazo tunakutana nazo hapa kiwandani wakati wa kuzalisha mbolea zetu ni mtaji. Pindi unakuta wakulima wamezalisha malighafi nyingi za kutosha za kuweza kuendeshea kiwanda chetu, sisi tunakuwa hatuna ule fedha ya kutosha ya kuweza kununua zile malighafi. Pia tuna changamoto nyingine ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Wakulima wanakuta ni kipindi ambacho hakuna mvua. Kwa hiyo unakuta zile malighafi pengine zinaweza zikawa zimepungua kwa kiasi kikubwa. Alafu pia tunakuwa na yani masoko ya nje. Kwa sababu tunakuwa tuna vile vibali vya kusafirishia au kuuza bidhaa yetu nje ambayo inaitwa organic certificate. Mwisho kabisa ambayo ni changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo hapa ni wakati tunapokuwa tumekompost ile mbolea. Kuna joto ambalo linazalishwa. Kwa hiyo kama tungeweza kupata ile mashine au kile kifaa ambacho kinaweza kikatengeneza umeme au biogas, pia tungeweza kuwa tunazalisha umeme kwa ajili ya kuweza kurani umeme ambao ungekuwa unatusaidia kwenye kiwanda pia. Messi. This time nimeenjoy kwa kweli. Bustani ya Eden kuona mtende. Sijawahi kuona. Kwa baba askofu. Kwa baba askofu. Ni mfano wa kuigwa kwa kweli. Utakapokuwa mjini unapata vinywaji, kahawa, ndizi, utakuwa unajua kabisa unatokea wapi. Na ukiona nimeacha kazi nimekuja huku kulima, usishangae. Sasa kama vipi mimi nikupeleke kwenye mdahalo, sawa? Alafu mimi niingie kwa mzee Kamuhabu hapo. Nasikia harufu ya ndizi. Tukachakate bongo kidogo na vijana. Wewe nenda kachakate, acha mimi niingie kwa mzee Kamuhabu. Haya, kanyagagia. Haina noma.
Je, umewahi kusikia juu ya ujasiriamali wa kijani? Na je, umewahi kujiuliza matumizi yaliyopitiliza ya kemikali yanawezaje kuleta athari katika mazingira yetu, katika miili yetu, vyakula tunavyokula vikiwa na kemikali iliyopita kiasi? Lakini umewahi kufikiria juu ya uzalishaji wa taka katika mazingira yetu unavyoweza kuja kuathiri miaka 500 kutoka sasa? Huenda taka zikawa nyingi kuliko makazi na kuliko hata idadi ya viumbe na binadamu waliopo juu ya uso wa dunia. Lakini katika maisha tunakubaliana sote kwamba hasa kwa upande wa vijana, swala muhimu ni pesa. Basi nasi tunaangalia hapo hapo katika uzalishaji na upatikanaji wa pesa, tunawezaje kuzingatia mazingira yetu, na ndio maana linakuja swala zima la ujasiriamali wa kijani. Huu ndio unaotukutanisha na vijana kutoka hapa Kayanga, Karagwe, ambao tutajadili nao katika hili juu ya ujasiriamali wa kijani. Jamani, karibuni sana. Tumefurahi kuwa na nyie siku hii ya leo. Vijana, tunafahamu nini juu ya ujasiriamali wa kijani? Ujasiriamali wa kijani ni aina ya ujasiriamali unaozingatia mbinu endelevu za mazingira na za kibiashara kwa lengo la kulinda mazingira na kuendeleza uchumi wa kijani unaohusisha matumizi ya teknolojia kwa mazingira. Ni kwamba ni matumizi au kubadilisha zile bidhaa ambazo ni hatarishi katika mazingira, kuzibadilisha na kutengeneza product au bidhaa ambazo hazina athari katika mazingira. Mary, ujasiriamali wa kijani una maeneo mengi. Ilikuwaje nyie mkaangalia upande wa kilimo hai? Kiu yetu kubwa ilikuwa ni kuhamasisha kilimo endelevu na chenye kutunza mazingira. Lakini pia tuliangalia uhakika wa chakula. Je, hawa watu wanaweza wakapata chakula au wakageuza kile kilimo kuwa chakula? Lakini pia je, soko lao liko wapi? Kwa hiyo ilikuwa ni kiu yetu sisi kuona kana kwamba hawa vijana wana uwezo wa kuanzisha kilimo endelevu, lakini pia wakaweza kutunza mazingira yao kwa ajili ya afya yao, lakini kwa ajili ya maisha yao baadaye. Tupate nafasi sasa ya kuwasikia hapa viongozi wetu. Tuelezeni juu ya eneo lenu hili la Karagwe pamoja na Kayanga, vijana wanavyoleta mawazo yao. Mnaona kuna namna moja au nyingine wanaelewa juu ya ujasiriamali wa kijani, juu ya kuzingatia mazingira? Ukweli ni kwamba vijana namba moja wanaelewa kuhusiana na ujasiriamali wa kijani, na uelewa wao upo kwenye kuunda vikundi, kwa sababu tunavyo vikundi ambavyo vinajihusisha na kilimo, ikiwemo hiki cha Yes Group. Ila mbali na kwamba wako kwenye vikundi, pia sisi kama serikali huwa tunawapa mafunzo ya namna ambavyo wanaweza kufanya biashara ambayo ni ya kutunza mazingira. Mfano kwenye utengenezaji wa majiko banifu, mfano kwenye uandaaji au utumiaji wa mbolea ambayo mwisho wa siku huenda kutengeneza biogas. Na pia serikali kama serikali, vijana wanapokuja na mawazo hayo ya ufanya biashara ambazo ni za kijani, namba moja, serikali kama serikali kuna mikopo ya halmashauri ya 10%, ambayo mikopo hiyo ni mahususi kwa ajili ya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Pia kuna mikopo ya vijana tu ambayo umri kuanzia miaka 18 mpaka 35, ambao tunasapotiwa na ofisi ya waziri mkuu. Lakini pia wafanya biashara ndogo ndogo ambao pia ni vijana wana fursa ambayo ipo benki ya NMB ya mikopo ya 7%. Kwa hiyo ni sehemu kubwa tu ya serikali kuonyesha support ya vijana kuhusiana na ufanya biashara au kilimo cha kijani. Sawa sawa. Haya, kama sote tunafahamu juu ya ujasiriamali wa kijani, sasa tuelezane juu ya fursa zilizopo katika mazingira yetu yanayotuzunguka juu ya ujasiriamali wa kijani. Ni vitu gani ambavyo tunaweza tukavifanya hapa? Sasa upande wa electrical taongelea kidogo. Mfano kutengeneza magari ya umeme, kwa sababu kuna kemikali kama petroli, dizeli zinakuwa zinaleta uchafuzi wa mazingira.
hiyo tukitumia yale magari ya umeme itakusaidia kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa. Vijana hawa huwa tunawakusanya kwa namna moja au nyingine, tunawapatia elimu, lakini pia huwa tunawatembelea katika vikundi vyao, tunawapatia elimu ya utunzaji wa mazingira. Lakini pia tunaandaa makongamano mbalimbali ya vijana na elimu hii inakuwa inatolewa pia. Tumezungumza maneno sana, sasa ni muda wa kuzungumza pesa. Meneja, tuambie, katika benki yenu mnaangalia ubunifu wa vijana ambao umeangalia upande wa mazingira, au kijana ukiamua kubuni mazingira katafute NGO huko sijui za wapi mpaka ugugu huko upate mtaji? Benki ya CRDB tunatoa mitaji wezeshi au mikopo kwa miradi ambayo inakuwa inatunza mazingira. Kwa mfano kuna ujenzi wa nyumba, badala ya tunatoa funds kwa wanaotumia solar system kupunguza hii majeneta na emission zingine za gas. Lakini pia kwenye kilimo, benki ya CRDB tuna funds ambayo imetengwa kwa ajili ya kusapoti wafanyabiashara na wajasiriamali ambao wanadili na kilimo ambacho kinazingatia na utunzaji wa mazingira. Mary, tueleze, sio rahisi kwa vijana kuweza kusimama kufikia Yes Group sasa hivi mlipofika. Kiwanda chenu tumekiona, uzalishaji wenu ni mkubwa na mlikuwa pia mnaangalia eneo la mazingira. Unaweza kututajia mambo matatu yaliyowafanya nyinyi muweze kufanikiwa? Asante. Mambo ambayo tumeweza kupambana mpaka tukaweza kufika hapa ni tumeweza kuwa na wadau au serikali kwa ukaribu zaidi. Wametusaidia, wameweza kutufadhili, lakini pia hata UNDP Tanzania wameweza kutusapoti, lakini kitu kingine ni mifumo mizuri ya uendeshaji wa kikundi au biashara yetu. Tumeweza kuwa na mifumo mizuri ya usimamizi wa kuendesha hizi shughuli zetu, ndio maana tumeweza kusimama. Kwa mfano hapo kwenye mifumo ya kuendesha kikundi tunapataka hapo. Mifumo ambayo tumeweza kuwa nayo mizuri ni hizi platform zetu za mfano WhatsApp channel, wale lead farmers tumeweza kuwa involve kule na wameweza kutangaza biashara zao, lakini pia wameweza kuuza kwetu sisi au tumeweza kuwatafutia masoko kupitia makampuni au mashirika mengine. Lakini pia mifumo mingine ambayo tumeweza kuwa nao ni database. Pasipokuwa na database ya wakulima wako au vikundi vyako, hutoweza kufanya kazi. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kumtafuta mtu mmoja mmoja na kuweza kumpigia simu kumwambia kwamba kuna kitu fulani ambacho tumebadilisha au bidhaa zetu tumeongeza thamani, labda kweme au mbegu za maboga unaweza kuleta. Lakini tulivyowaingiza kwenye database ilikuwa rahisi. Turejee tena kwa vijana. Mtuelezi hapa wakati tunakaribia kufika ukingoni, mna mawazo gani katika eneo hili la uchumi wa kijani? Mawazo gani mlionao na mngetamani kushikwa mkono kwa namna gani? Vijana tuna mawazo mengi. Naweza tukaanzisha biashara. Sasa mfano sisi mafundi, unakuwa ni fundi lakini hauna mtaji. Kwa hiyo ile mikopo ya 10% na kusaidia, unaanzisha mfano karakana yako, unazalisha bidhaa mfano welding, kutengeneza vitanda vya vyuma unauza. Kondo hivyo. Wewe umeshapata mkopo kikundi chenu? Hapana. Nini kimewakwamisha sasa? Bado ni process. Process? Jamani, process zenu zina urefu kiasi gani? Mbona wengine hawapati? Niruhusu tujivie. Kwa nini wengine hawapati jamani hizo process? Vijana wamekuwa ni wao kwa wao ni changamoto, kwamba wakiwa ndani ya kikundi wakaomba mkopo wa milioni 10, ukiwapa milioni 10 wanatengana. Wengine wanafikia wakati mpaka ni mwanaume anaenda kuongeza mke wa pili, mwanamke anaondoka. Lazima tuwachunguze yani zaidi ya tunavyotakiwa kuwachunguza. Kama huyu ataoa mke wa pili aoe. Yes, kwa sababu pia namna ya kumsaidia mtu si lazima apewe pesa. Tunaweza tukampa mashine. Lakini sasa vijana wengi wanaamini kwamba nikipewa mashine haiwezi kunipeleka popote. Serikali haina nia ya kumkandamiza mtu bali kumuinua, na ndio maana
na mikopo hii ya 10% haina riba kabisa. Wanapochukua na kuirudisha, tunapata uwezo wa kumpa kijana mwingine. Vijana wanatakiwa kuzingatia nini wanavyoandika maandiko yao, lakini kwa wale ambao walileta kwenu wakakosa, na hakika wanavyoleta Yes Group walikuwepo na wengine, ni vitu gani ambavyo walikuwa wao hawajavifanya sahihi kama walivyokuwa wamefanya Yes Group? CRDB tuna kampuni tanzu ya CRDB inaitwa CRDB Foundation. Tuna huduma yetu inaitwa ni Imbeju. Imbeju manake ni jina la Kizanzibari, ni mbegu, kupanda mbegu. Tunatoa mitaji wezeshi kwa kina mama kupitia kwenye vikundi, lakini pia kwa vijana. Hii mitaji wezeshi unachotakiwa kuwa nacho uwe ni mjasiriamali. Tuhitaji dhamana na wala haina riba yoyote. Inaanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 30 kulingana na unachokifanya. Muwe na wazo la kibunifu. Kwenye wazo wazingatie nini anavyoandika? Sasa kwenye wazo ndo ninapokuja. Cha kwanza lazima anafanya kitu gani. Na baada ya hapo tunaangalia ile management ya kile kikundi. Lakini pia wawe na usimamizi wa kuweza kuwa monitor, kuweza kukamilisha lile wazo lao. Kwa kwenye swala la mitaji si tatizo tena. Benki, tuambie, wewe unakaa na hela zetu sana. Kuna siri yote ya furaha na pesa? Moyo kutulia. Ni subjective. Hawezi kawa 100%. Kuna wengi pia wana hela lakini pia wasinzii. Lakini pia kuna watu pia wengi wana pesa lakini wao kimwangalia kwa mtazamo mwingine wa pili, nasema hizi pesa hizi kwake ni za nini, mbona kama hazienjoy? Kuna mmoja alisema kwamba unakuta mtu kwa mfano ana mifugo mingi iko shambani kule, zaidi ya milioni hata 500. Lakini ukiangalia anapolala ni kama zizi pia. Lakini yeye kwa upande wake yeye kalizika, ana pesa ila pia amerizika. Pata pesa uheshimike. Yaani hata nikifa anza kujenga hata sanamu kwa jamani. Ukisema upate hela utazipata, ndio utafanya kila kitu. Ila haujui unaweza ukazipata sasa hivi saa 5, saa 7 haupo. Na hujafanya kitu chochote. Sanamu lako halijajengwa. Hakuna sanamu. Mimi bwana niishi miaka 10 lakini yenyewe hela kwa kweli enjoy tu maisha. Huyo ndio Johnson. Vitu gani vya muhimu zaidi ya kula na kunywa na kulala na mavazi? Unajua kuna kulala lakini kuna maendeleo. Unajua kuna Watanzania wengi asilimia kama 75 wanakufa kwa sababu ya kukosa ile ya kukidhi mahitaji yao. Milioni 50 uende India uona 200,000 inaingia, utaomba msaada, mwisho katikati utakufa. Kwa hiyo naona hela ni kitu cha kwanza. Haya basi, karago ya pesa tunaifunga hivyo. Wewe uko ujichagua? Kwa sijachagua. Na mimi nachagua kidonge cha pesa kwa sababu. Basi. Sababu ya kwanza. Siku zote mimi mzazi wangu ananiambia mtu ambaye hana hela hana sauti. Naweza nikatoa mfano hapa tulipo. Wakinitoa mimi hapa na bosi hapa. Wote tukaja hapa tukatoa maagizo kwamba tunaomba kitu hiki kifanyike. Atatekelezeka akiwa wa kwanza. Kwa mtu ambaye ana pesa ana sauti. Asanteni sana vijana wa Kayanga, tumefurahi kuwa na nyinyi kwa siku hii ya leo. Tumepata mawazo yenu na bila shaka vijana waliotutazama nyumbani nao wamejifunza kitu kutoka kwenu. Tunawatakieni kila laheri. Tutarudi tena jamani Ndizi si zipo? Zipo. Haya, tutarudi tena. Kijana mbunifu huacha alama na ndiye shujaa wa taifa lake. Hapa tulipo tumesimama kwenye moja ya eneo lililo na alama ya mashujaa wa taifa la Tanzania waliopigana vita ya Kagera mwaka 1978. Hapa ni Kyaka, vita ya Kagera ilipigwa hapa. Kipande hiki ndicho ambacho Nduli Idi Amin Dada alikivamia na kuleta athari katika daraja pamoja na kanisa. Ndipo ambapo tunapata ile kauli mbiu ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Yeye alisema uwezo wa kumpiga tunao, sababu pia tunazo, lakini pia nia tunazo, na hii ikawe chachu kwa wewe kijana mthubutu, kijana mbunifu ambaye unajipambania, ukaongozwe na kauli hizi. Haya kijana, hautaambiwa vyote ukifika hapa. Chukua. Ila nimekula sana hizi besti. Hiki ni miongoni mwa vyakula vya asili ambavyo utavipata hapa mkoani Kagera. Ni senene zilizopikwa na kuandaliwa vizuri kabisa. Ni miongoni mwa urithi wa wakazi wa Kagera. Tuna furaha kwa kuwa na sisi tumejumuika kula vyakula vya asili hapa. Na kuna watu wanatutamani. Yaani wanavyoona hizi senene wanatutamani. Unaweka moyoni wakazi wa Kagera? Naweka moyoni, ubavu wangu wa kushoto. Huku ndo kwenye moyo au huku? Huku. Moyo upo huku au huku? Moyo popote pale upande wangu wa kwenye moyo mimi nawaweka. Kama wewe ni kijana unatamani kushiriki Kijana Leo, basi tutembelee katika mitandao ya kijamii. Tunapatikana @Jakaya Kikwete Foundation, lakini kama unataka kujifunza vipindi vingine vilivyopita, tembelea katika ukurasa wa YouTube @Jakaya Kikwete Foundation. Langu jina ni Mercy Mbaya. Kabla sijaondoka ni kuache na maneno haya. Uwezo unao, sababu unayo, lakini pia nia unayo. Langu jina Gilfred Arnold. Bye bye.